Mfuate Yesu na umshinda adui. Yohana aliwahi kuandika katika Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 16, anasema, maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, vitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Wengi wa watu wa Mungu wametiwa bumbuazi na roho ya ulimwengu na wanaikana imani yao kwa matendo yao. Wanakuza hali ya kupenda pesa, nyumba, mashamba, hadi inafyonza nguvu za akili na uzima, na kufungia nje upendo wao kwa Muumba wao na kwa roho ambazo Kristo alizifia. Na Mungu wa dunia hii ameyapofusha macho yao. Maslahi yao ya milele yanafanywa kuwa ya pili, na misuli hutumikishwa kwa hali ya juu zaidi ili kuongeza mali zao za kidunia. Na mkusanyiko huu wote wa masumbuko na mizigo hubebwa kwa ukiukwaji mkubwa wa moja kwa moja wa agizo la Kristo, ambaye alisema, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu haviharibupo, na wevi huvunja na kuiba. Wanasahau kuwa alisema pia, jiwekeeni hazina mbinguni. Kufanya hivyo wanafanya kwa ajili ya faida yao wenyewe. Hazina iliyowekwa mbinguni iko salama, hakuna mwizi awezaye kuifikia wala nondo kuiharibu. Lakini hazina zao ziko duniani, mapenzi yao yako mahali zilipo hazina zao. Kule nyikani Kristo alikabiliana na majaribu makuu ambayo yangewashambulia wanadamu. Huko akiwa peke yake, alikabiliana na adui mjanja na akamshinda. Jaribu kubwa la kwanza lilikuwa juu ya chakula, la pili la kusadikika, na la tatu kuipenda dunia. Viti vya enzi na falme za ulimwengu na utukufu wao vilitolewa kwa Kristo. Shetani alikuja na vitu vyenye heshima kwa dunia, utajiri na anasa za maisha, na akaviweka katika nuru ya kuvutia zaidi ili kushawishi na kudanganya. Vitu hivi vyote alimwambia Kristo, nitakupatia ukianguka na kunisujudia. Lakini Kristo alimfukuza adui huyo mjanja na akawa mshindi kwa kumwambia, imeandikwa. Mfano wa Yesu Kristo uko mbele yetu. Alimshinda Shetani, akituonesha namna tunavyoweza kumshinda pia. Kristo alimpinga Shetani kwa maandiko. Angeweza kukabiliana kwa uwezo wake mwenyewe wa kiungu na kutumia maneno yake mwenyewe, lakini alisema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kama maandiko matakatifu yangesomwa na kufuatwa, Mkristo angeimarishwa kukabiliana na adui mjanja. Lakini neno la Mungu limepuuzwa, na kisha majanga na kushindwa hufuatia. Naam, siku hii ya leo tunapewa wito wa kumfuata Kristo katika kusoma neno na kutumia neno katika kumkabili yule adui mkuu Shetani. Mwambie tu, imeandikwa. Naam, mimi ni msimuliaji wako, ninaitwa William Charles. Karibu katika makala nyingine. Bye.